Na huyu mtoto ako na hiyo kipawa kwa sababu kuna mama fulani alikuwa mgonjwa mguu. So mtoto akamwambia tuamini na tuombe, utapona mguu. Huyu mtoto wa 8 years. Huyu mtoto vile waliomba, sijui kama ni imani ya mama ilimponya ama ni maombi ya mtoto, ule mama alipona. Sasa kutoka hapo leo nimetafuta kijana mwenye ana trend sana. Sijui kama umepatana na video yake, ana trend sana. This boy hapa mnamuona hivi, anajua Biblia ama kujua. Mike the storyteller. Mike the storyteller. So Mike, mambo vipi? Poa. Uko poa? Kwanza nikuulize, wewe uko na miaka ngapi? 8. Naomi was moving back to Bethlehem. Her husband and 2 sons had died in Moab. Sindio? Karibu sana. asante. Hebu tuambie pale majina yako kwanza tukianzia pale. Okay. Kwa majina naitwa Gatwiri Caroline Michael. Gatwiri Caroline Michael. So tumekuwa hapa hivi sana na tumepiga story na kijana Mike the Prince, na nikaona hakuna haja niachie hapo tu tusiongee na at least mzazi wake juu ametuambia 1 2 3 kuhusu. Kasema lazima naye nipige nawe story kidogo, at least watu waone mlezi mwenyewe wa hii kipawa ama huyu nyota ni nani. Ndio huyo. So huyu kijana nikuulize, kwanza tuanzie ni wewe umeokoka? Mimi sana. Kwanza mimi ni Asha. Wewe ni Asha kwa church? Okay, hiyo ni poa. So ametuambia kanisa, hata nishasahau. Kanisa inaitwa? Kanisa inaitwa Pentecostal Christ Assembly Worship Church Juja. Okay. Chini ya and Bishop Joan Geruro. Okay. Hiyo ni poa sana. So labda nikuulize, huyu mtoto ni wako wangapi? Ni second born. Ni second born. So kuna mkubwa. Hiyo ni poa. So huyu kijana, yani alianza kufanya hizi maneno lini? Unajua mimi nashangaa juu ameniambia kwa 8 years. Alianza hii mambo ya kujua Biblia sana lini? Okay, hii talenti yake ilianza kitambo akiwa na kama 3 years. 3 years? Yeah. So akiwa ndo anaongea. Akiwa anaongea, unapata wakienda Sunday school, wakifundishwa memory verses, unapata zina stick. Wakienda shuleni bado wakisomeshwa bado zina stick. So anapenda, ni mtu alikuwa tu na hiyo kipawa tu, yani alizaliwa tu na hiyo nyota. Hiyo kipawa amekuwa nayo tangu akiwa mdogo. Kwa sababu hata akiwa mdogo ungeweka nyimbo za secular kwa nyumba, alikuwa analeta shinda sana, anasema hiyo ni ya shetani hiyo wakati. Sasa vile ameendelea kigrow, amekuja kujua kuna gospel na kuna nyimbo za secular. Sasa yeye amejua tofauti. So mimi hata nashindwa kweli. Unajua mimi amenishangaisha tu. Juu the first nilionanga video yake, nilikuwa nadhani wewe ndo unamsaidia, yani maybe unampea story. Hapana. Okay, ile kitu anafanya, kwanza nishukuru shule yenye anasomea, inaitwa Remeka Academy. Kwa ile shule wameweza kumsaidia sana, ni shule ya Kikristo. Mwenye shule, director wa shule ameokoka sana. Sasa unapata kama ni mwalimu wa CRE, anaweza wapea assignment. Mtoto anapewa verse, anaambiwa enda usome na utengeneze wimbo na hiyo verse. So unapata mtoto akikuja kama ni over the weekend, unapata mtoto ako busy ananiambia mama nataka kutunga wimbo, Monday tuliambiwa tuende na kama mtu akiwa ametunga wimbo yake. So mimi nishukuru hiyo shule sana kwa sababu pia wao wamekuwa wakisaidia mtoto wangu sana sana. Na kanisa pia na mwalimu wao wa Sunday school pia ni mshukuru kwa sababu wamekuwa wakimshikilia, na ile wanampea opportunity kwa church. Unapata kama ni church ikiendelea, kama ni praise and worship, anapewa nafasi wanaimba pamoja. Kama ni wakati wa presentations, anapewa pia nafasi ana present. So ile uoga yenye alikuwa nayo ilienda kama inaisha pole 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 pole. Sasa anaweza simama mbele ya watu na aongee. So anaendanga kwa church, watu wako hivyo, lakini yako na ile ujasiri ya kunini. Ujasiri yako nayo, haogopi. Na shule? Pia shule yako sawa kwa sababu vile tulikuwa tunafunga shule, niliona alikuwa na presentation. Hadi nikashangaa mwalimu wao akisema ati yeye ndio pastor wao.
akiwa na hiyo miaka sasa, anahubiringi, anaweza kaa hivi aanze kuwahubiria kwa nyumba. Yeye anatuhubirianga sana sana. Yani ako na hiyo kipawa, akisoma Bible anaelewa. Wakati mwingine hata mimi huwa ananishinda, kwa sababu mimi naweza pata nimesoma ni kama ni storybook, lakini yeye anasoma na anaelewa, anakwambia Bible inasema hivi na hivi na hivi, mama msifanye hivi na hivi na hivi. Na sasa in future yeye huwa anataka kuwa juu, nimemuuliza akaniambia yeye in future huwa anataka sana kuwe pastor. Wewe kama mzazi na unampeleka shule, unamsomesha, wewe unakubaliana na yeye venye anasema? Sasa ya Mungu nayo ni mengi. Kama Mungu ameamua akuwe pastor, mimi sipingi. Hata kwanza nasemanga atakuwa international pastor. Basi unamsupport? Namsupportingi kwa sababu Biblia inasema lelea mtoto kanisani, na ile maneno atafundishwa pale akiwa mdogo haitaitoka kwa akili yake. So utapata kama mtoto amekuwa akijua hii kitu ni mbaya, hata akiwa mkubwa lile jambo atajaribu kuliepuka. That's why mimi huwa namsupport. Na unajua kama saa hizi vile shule zimefungwa, watoto wengi wanarandaranda huku. So kuliko mtoto ashinde akirandaranda, wacha afanye hizi vitu zenye anataka za Bible, kwa sababu mtoto wangu hata kucheza anachezanga, yes, lakini si sana. Most of the time ako kwa Biblia anachambua, na ni ukweli. Unaona CRA huwa anapita kabisa, na ni mtoto ni bright sana. Hata shuleni ni bright. Hadi Kiingereza anaongea for 8 years. Hiyo shule inafanya kazi. Unaona content zake za YouTube anapiganga pure English. Hata kuongea. Unaona hata kuongea? Anaongeanga English pure. That's a good by the way. Hiyo na babake pia anamsupport kwa hiyo. Unajua wazee ndio tunakuwa na kichwa ngumu. Nataka unasikia, huyu nataka akuwe pilot, huyu nataka akuwe doctor. Yeye anamsupport venye na babake kwanza anamuitanga my pastor. Aya. Na huyu mtoto ako na hiyo kipawa. Kwa sababu kuna mama fulani alikuwa mgonjwa mguu. So mtoto akamwambia tuamini na tuombe, utapona mguu. Huyu mtoto wa 8 years. Huyu mtoto vile waliomba, sijui kama ni imani ya mama ilimponya ama ni maombi ya mtoto, ule mama alipona. Sasa kutoka hapo akaanza kuniambia, mama, marafiki zako wote wenye ni wagonjwa waleta kwangu, mimi nitakuwa ninawaombea. Na kuna hiyo imani, hata akiwa mgonjwa yeye mwenyewe kabla umpeleke hospitali anakuambia wacha nijiombee kwanza na Mungu ataniponya. Alafu unapata wakati mwingine anaruka asubuhi, anaambia babake, baba, nimekuombea Mungu akupe kazi leo. Na ni ukweli baba yake hajawahi kosa kazi. This is a gift by the way. Hiyo ni kipana, inafaa hata wewe unamsupport kwa maombi sana. Tunaomba sana. Hiyo ni kipawa zaidi. So mimi nilikuwa natafuta huyu kijana nimpige hivyo, nisikie tu kutoka kwake, pige naye story, na nimeprove kabisa yenyewe si venye nilikuwa nadhani, na pengine venye views wengi wanamwatch wanaona huyu mtoto ameandikiwa hii kitu, si nini hii mtoto ni kitu anaambiwa akisema, kumbe ni kitu anajua. Juu mimi nimepiga naye na nikamwambia nipigie story na akapiga exactly. Kwa hivyo huwa anasoma yeye mwenyewe, akishaelewa anatunga story. So mahali amelemewa kwa sababu mimi most of the time niko busy, ako na brother yake mkubwa ako anaenda grade 8 size, alikuwa grade 7. So brother yake naye anaipitia, kama kuna makosa anairekebisha. Alafu wanaenda studio, na kwanza nishukuru sana huyo producer wake. Amekuwa mzuri, amekuwa mwaminifu, na ako ready kusupport mtoto wangu. Unajua ni ngumu sana upate producer anakwambia nitakusupportia mtoto. Unajua wanaonanga vitu, wanaona content ya mtoto ni kama wana. Unaona ni kama mtoto amekuja kumwestia time. Lakini huyo hata tumwambie saa ngapi mtoto anakuja. Hata wakati mwingine tunaendanga bila kumwambia, tunabisha tu, anatuambia karibuni. Na sasa kwa hii tuseme hii jani yenye mtoto ameanzisha, juu nimesikia akiniambia anataka yeye, the main reason ya kuweka hizi vitu kwa social media ama kwa YouTube ni anataka the word of God, to spread the word of God all over the world. So kwa hii jani yenye ameianza ama yenye
huyu mtoto amechukua hatua. Kwanza nani alimfikiria kuweka kwa mtandao? Ni yeye mwenyewe alifanya hiyo uamuzi ama ni wewe uliona ama ni mwingine? Okay, ni mimi nilifikiria nichukua hiyo hatua kwa sababu niliona anatuhubiria sisi hapa. Anaenda kwa kanisa anatuhubiria. Lakini kuna watu wengi sana wamepotelea huko nje. Na watu wengi sasa siku hizi watu wametoka, hata watu wengi hawaendi kanisa. Watu wengi hata wameachana na ma-TV. Watu wengi wako kwa social media. Watu wengi wenye wameokoka na wenye hawajaokoka wote wamekusanyika hapo kwa social media. So nikaona okay, huyu mtoto anaweza kuwa yes ni kuongea anaongea, lakini mimi naweza chukulia hii kitu kama ni mzaha. Lakini nikiweka kwa social media kuna mtu hii neno litaguza. Kuna mtu atasema si mtoto anahubiri. Kuna mtu atasema na yenyewe hilo neno lilikuwa langu. Na upate amebadilisha maisha ya yule mtu. That's why mimi nikachukua hiyo hatua, nikamcreatea account. By the way account sikuwa hata najua hii maneno mimi. Nilienda nikaongea na hiyo producer naye tukacreate account na yeye. Sasa kwa hii safari tumekuwa pamoja na ninamshukuru sana kwa venye ametushikilia sisi. So mahali tumefika tunashukuru Mungu. Na hiyo ni kazi poa by the way. Hiyo kwanza ulipata a good idea kwa sababu unaona sasa hata mimi singemjua. Kama sio mtandao mimi singemjua na singesikia nione this boy ako na kakitu ndani yake. Enye si watu wote, si wote wanaweza iona, but kuna mtu ataiona hivi aone, hii si ya kawaida. Na kwa hiyo sasa hiyo jani yake yenye anapitia. Kwa hiyo jani yako naye ni changamoto gani sasa yani nyinyi hivyo naweza sema mnaipitia kwa hii nini yake? Okay, sisi kama familia changamoto yenye tunapitia sana kuna ni ya production. Tuseme huko kupeleka kwenda kumrekodia so unalipia. Nalipia. Alafu unapata ile studio anaenda kurekod haina kamera. So unapata tunashoot na simu. Unapata ile video tumeshoot, unajua huwezi linganisha video ya simu na ya kamera. Okay, kuna mtu alikuwa amejitolea kutusaidia na kamera naye akahama venye mtoto alikwambia alihama kaenda ushago. So unajua ile unaenda unaambia mtoto ako na story, ako na asha record, ako na audio, lakini tunataka utushutie. Unasikia ile pesa unaitishwa na venye maisha iko saizi Kenya. Hiyo tu ndio changamoto mimi napitia, hiyo ya kamera, lakini najua Mungu atashughulika. So challenge unapitia ni hiyo production tu, hiyo production ya hiyo video zake nini. So kumaanisha angekuwa na uwezo anaweza shoot daily. Juliona anakawia muda ndo apost. Anakaa kama kwa wiki ana post video ngapi? Hata sio wiki, like ya kwanza alishoot June 8th. Aka-upload. So kutoka June simu yangu ikapotea. Mtu wa kamera akahama. Simu yangu nayo ikawa imeibiwa. So nikabaki sina simu. Tukakaa hivyo, nimekuja kununua smartphone October. Na so yeye na ako na hizo story nyingi. Ya story ako nazo zimejaa kitabu. Ameandika kadhaa. So shinda ni hapo tuko finances, hapo tuko hiyo pesa ya kulipia. So huo unafeel aje wakati anakuambia mam niko na hii nataka turekodi, alafu ukiangalia unaona mfuko bado iko chini. Sasa unakuwa unamconvince aje ndo aelewe kuna time tu ataipiga. Okay, huyu mtoto wangu ako very understanding. Ukimketisha chini umwambie umefanya kazi nzuri na natumai Mungu atatupa pesa tuweze kurekodi hii kitu yako. Huwa ananiambia mam, Mungu anapeananga pesa na atakupa. That's good. Juu mimi najuanga kuna hiyo ka feeling fulani yenye bwana hata mimi venye nakuanga na wife kwa channel yetu, saa zingine wataka kurekodi alafu mtu wa fail, unasikianga vibaya sana. So kama ana understand hiyo ni poa. Huwa anaelewa ukimwambia tu hakuna pesa, kwa sababu naye anajua tukiwa nayo hata tunamwamshanga tu asubuhi tunamwambia utaenda studio, anatuambia naenda. Unajua ako ready na hizo story tu kibao. Stories ziko. Hata ukimwambia story 10 saizi atakwambia. Sasa shinda tu ni hiyo mambo na recording nini unapata na delay. Tuna delay ku upload. Okay.
Mungu atafungua njia by the way. Utapata nini mzuri. So labda kuna mtu maybe amekuwatch na amemwatch. Na unajua nilikuwa hata nimuitishe namba yako tuiweke, lakini nikaona si vizuri kuitisha mtoto namba na maybe mzazi mwenyewe hataki namba yake ikuwe display kwa social media, unaelewa. So nikasema sana lazima ndo nipate namba yake, nikasema mpaka niongee na wewe mawili matatu. So sijui kama unaweza toa namba yako, kwa sababu maybe kuna mtu kati ya hao watu, unajua wanasema kati ya watu 10 hapata kosa mtu mmoja. Maybe anaweza taka reach out, maybe anaweza taka akuje meet nani anaitwa Mike, Prince Mike, ama anaweza taka alike Prince Mike aende motivate watoto yake. Juu hata mimi is the one ndamuita siku moja akuje yenyewe. Hawa watoto 8 years, niko na kijana 8 years. So naweza muita siku moja akuje akae na hawa apigishe story. At least ka kijana wangu ni muoga, hata tu kusema hi guys. Hatakingi hiyo story. So sijui kama unaweza peana namba yako. Okay, namba yangu ni 07 07 535 982. 07 07 535 535 982. 982. So hiyo ni namba ya mamake Mike the Prince. Unaweza mreach out, wewe utajua venye unamreach out for what reason. Hiyo ni poa. So tukimalizia utaambia nini mafans? Okay, mimi naweza waambia wa support hata kwao, sio Prince peke yake. Wewe ni mzazi, uko hapo nyumbani. Uko na mtoto unaona kuna talent kama ya football, kuna wengine wa train karate, kuna wengine wa swimming. Ukiona mtoto ako na talent, jaribu kunacha ile talent yake, kwa sababu saizi tuko na CBC. Pale shuleni walimu wanajaribu, wanajitahidi, lakini mwalimu ni ngumu sana ajue talent ya mtoto. Lakini we mzazi, kwa sababu wewe ndio unakuwa yule mtoto kutoka akiwa mdogo, unajua wakati ule ameanza hiyo talent yake imeanza kugrow. So kama uko na mtoto kama huyo, support hiyo mtoto. Wale wa swim walipie swim, waende wa swim, waende hizo swimming classes, wale wa kudance, kwa sababu niko na kama huyu wangu mwingine mkubwa, huyo naye ni mtu wa football na hizi mambo na exercise. Sasa yeye alikuwa ananiambia kwa mkubwa atafungua gym, unaona. So kama hiyo wakati ikifika, kama nitakuwa na uwezo nitamsupport. Lakini sasa kwa sababu huyu naye mdogo ndio sasa anaonekana talent yake imeanza mapema, kwa sababu ule mwingine ni mwoga, nikaamua nimsupport. Na yeye mzazi mwenye uko pale nyumbani, uko na mtoto ni mdogo, mtoto anaweza imba, mtoto anaweza worship, ule mtoto mpe support. Ya hivyo tu ndio naweza waambia. Support the talent ya watoto manzi. Tuwa support. Story ya kusemanga sijui nataka ukuwe daktari, achana nayo. We support mtoto mali unaona ana fit. Mpige push. Huwezi jua, you never know. Si ndio? So guys, enda msubscribe kwa channel. Bado vile kama video, the last video, link iko pale chini kwa comment section, na pia channel tumeipin pale kwa community. Unaweza enda pale ufollow the link, uende usupport, tumfikisha 1k by the way. Twende tumfikisha monetize channel. Juu tukimfikisha monetize channel, kuna venye tuna motivate huyu kijana na ataendelea kuspread the word of God venye anasema. Until the next time guys, see you. By the way tutakuwa tunamfuatilia. Tashukuru sana. Tutakuwa tunapiga naye story. Namkaribisha kwangu huko tupige story 1 2 3 tena. Hata nimeshukuru kwa jinsi umeweza kututafuta. Hebu ambia watu wa kusubscribe kwa channel yake. Okay guys, huyu mtoto ako na talent, anaitwa Prince Mike the Storyteller. Utampata hapo, anapenda kusmile. Utampata kwa profile yako hivi, Prince Mike the Storyteller. To grow channel yake ndio, alafu tujaribu tushare, tumsubscribe, tucomment hapo, tulike, ndio at least watu wengi waweze. Unajua naweza mimi ona na nitosheke, lakini kuna mtu mwingine ataona sema na huyo mtoto anajaribu, unaona. Tumsubscribe sasa, tujaribu kushare, usione alafu utosheke hivyo. Share na watu wengine ndio pia wao waweze kupata neno la Bwana. Any other platform kama TikTok, Facebook, Instagram? Ako TikTok. Anaitwa Prince Mike the Storyteller. Facebook bado hatujafungua account, lakini najaribu kushare kwa yangu. Sawa. So go and support. Bye bye.